Naam, karibu mpenzi msikilizaji mtazamaji katika makala haya ya uchambuzi wa kazi za kifasihi. Leo hii tukuweza kuchambua riwaya ya Rosa Mistika ambayo imeandikwa na mwandishi Ephraim Kezilahabi, pamoja na riwaya ya Tumaini ambayo imeandikwa na Profesa Clara Momanyi wa nchini ya Kenya. Kwa hivyo ningeweza kuchambua kutumia vigezo mbalimbali, na leo hii mniruhusu niweze kuzungumzia kuhusu na kiwewe. Tuweze kuangalia kiwewe ambavyo inajitokeza katika kazi hizi mbili. Na kwanza kabisa ningependa kuzungumzia kuhusiana na dhana ya mapenzi. Mapenzi tunapata ya kwamba katika Rosa Mistika kuna mhusika ambaye anajitoza katika masuala ya kimapenzi akiwa mtoto mdogo, na bila shaka anapotoka kimaadili akiwa angali shuleni katika shule ya upili. Huyu ni Rosa Mistika. Lakini Tumaini katika kazi yake Clara Momanyi anaonekana mtu ambaye amejitahidi na kuepuka masuala ya mapenzi akiwa shuleni. Tunamkumbuka akimstaki mwenzake jina lake Sifa, akianza kumuingilia kimapenzi. Kwa hivyo tunaona kuna kiwewe wakati Clara Momanyi anajaribu kumuinua mwanadada, na huko Kezilahabi alikuwa anamtweza. Cha pili ni kuhusiana na taasubi ya kiume. Tunampata katika kazi yake Ephraim Kezilahabi kuna taasubi ya kiume pale ambapo mhusika ambaye ni babake Tumaini jina lake Zakaria anamkejeli mke wake Regina kwamba amemzalia watoto wa kike tu pasipokuwa na mtoto wa kiume. Na bila shaka katika upande wa Clara Momanyi naam, tunaona kuna jambo hilo, ila si kwa kindani sana. Tunapata kuna mhusika jina lake ni Masumbuko, ana mtoto wa kiume ambaye ni mmoja tu, ni Idi, na anasema ya kwamba yu Idi lazima awe kama babake. Kwa hivyo tunaona taasubi ya kiume inajitokeza kote kuwili. Pia jambo la tatu ni kuhusiana na ulevi. Tunapata katika Rosa Mistika mhusika Zakaria anakuwa mlevi, anabukia mtindi hadi anafukuzwa ama anafutwa kazini kwa sababu ya kuwa mlevi chakari. Na pia katika riwaya ya Tumaini tutapata mhusika ambaye jina lake ni Masumbuko, anakuwa mlevi kweli kweli, lakini yeye utofauti ni kwamba anafanya kazi kwa bidii. Asubuhi anaenda shambani na kisha baadaye sasa anaenda kwenye mangwini kuweza kupata ulevi wake kule. Jambo lingine ni kuhusiana na matumizi ya lugha. Unapata ya kwamba katika riwaya ya Rosa Mistika kuna matumizi ya lugha ambavyo ametumia mwandishi Ephraim Kezilahabi, kama kwa mfano masuala ya taswira imetumika, jazanda, tamadhali za usemi, sadfa imetumika. Unapata ya kwamba kuna yule mhusika Rosa Mistika anakutana na yule mhusika Degratius. Unapata ya kwamba kuna matumizi pia ya majazi. Naam, Clara Momanyi ametumia majazi kweli kweli. Kwa mfano majina kama vile Masumbuko, majina kama Sifa imetumika kimajazi. Kwa hivyo kuna matumizi ya lugha kote kuwili. Kwa hivyo hiyo ni kiwewe ambayo inaonyeshwa katika kazi hizi mbili. Pia kuna dhana ya masomo au elimu. Tunapata katika tamthilia Tumaini mhusika Tumaini anasoma hadi chuo kikuu na anasomea taaluma ya udaktari. Na bila shaka katika Rosa Mistika kuna masuala ya elimu pia, kwa sababu Rosa Mistika ni mwanadada pia ambaye amesoma hadi akaenda katika kituo cha kufundishia walimu kule inaelezwa pale ambapo kinaitwa Mgogoro. Naam. Na pia kuna ukatili ama taaluma, masuala kuhusiana na jinsia inajitokeza katika kazi zote mbili za kifasihi. Katika Rosa Mistika tunapata kuna wanamkandamiza mtoto msichana kwa njia ambayo ni hasi, kwa sababu unapata wanamuita Labu, unampata wanamtaja ama ule babake mzazi Zakaria anawalea kwa njia ambayo si nzuri kwa sababu ni watoto wa kike. Na pia katika kazi ya Clara Momanyi tunampata anachorwa kwa njia ambayo anataka kuozwa, lakini unapata kuna ile familia ya Shabani
na wanamtia moyo na kuishi naye Tumaini kwa njia ambayo ya ufasaha. Pia kuna masuala ya malezi, tunapata kuna kiwewe kwa sababu katika Rosa Mystica mhusika Zakaria ana watunza watoto wake kama kondoo, hawapati uhuru ya kukaa kama watoto wengine. Lakini ukienda katika Tumaini tunapata ya kwamba huyu mhusika ambaye anaitwa Tumaini analelewa vizuri katika mama yake mdogo pamoja na yule Shabani kwa njia ambayo inafaa kweli kweli. Kwa hivyo mambo mengine ambayo ni muhimu kuhusiana na hilo ni kufahamu ya kwamba katika kiwewe unaangalia jinsi mwandishi mmoja ameandika dhana ile ile lakini labda kwa njia moja tofauti. Kwa mfano Clara Muumanyi anaonekana kumkosoa Ephraim Kisilahabi kwa sababu Kisilahabi alikuwa anaonesha jinsi dunia ama jamii anaonesha kwa jamii haimdhamini mtoto wa kike, na bila shaka jamii inamwangalia mtoto wa kiume sana na inazingatia sana masuala ambapo mhusika mkuu ambaye anaonekana kuchorwa vizuri ni mwanaume. Lakini Clara Muumanyi anakuja kukosoa jambo hilo na kuonesha kwamba hata msichana pia anaweza akafanya mambo makubwa. Naam. Kisha kuna swali ambalo pia unaweza kuulizwa kuhusiana na mwingiliano matini baina ya kazi hizi mbili za kifasihi. Naam, katika mwingiliano matini kuna vigezo muhimu ambavyo vitaweza kukuongoza. Kwa mfano fani ya lugha. Fani tutazungumzia kuhusiana na muundo. Katika dhana ya mwingiliano matini jambo ama vigezo ambavyo vitaweza kutusaidia kutuongoza ni fani, na ndani ya fani tutapata vipengele kama vile wahusika, mandhari, lugha, mtindo na muundo. Na bila shaka kuna mambo mengine muhimu kama vile maudhui, dhamira, usimulizi, dhana ya waandishi, ama pia naweza kuzungumzia kuhusiana na falsafa ya waandishi, dhana ya msuko na kadhalika. Pia kuna mambo muhimu ambayo itahusiana na nadharia ambayo waandishi wote wawili waliweza kutumia. Na nianze kwa mwanzo kabisa kuhusiana na muundo. Muundo ambao umeandikwa na Ephraim Kisilahabi kuandikia riwaya ya Rosa Mystica ni ya kinadhari. Ni kinadhari kwa sababu yanatiririka moja kwa moja, na vile vile ndani ya Clara Muumanyi pia ametumia muundo huo kuandika matukio yake yamechorwa kutoka sura moja au nyingine kwa njia ya kinadhari. Muundo huo ni muundo ambao unaeleweka kisahili kweli kweli, na bila shaka tunazungumzia pia kuhusiana na mtindo. Mtindo ni ule upekee wa mwandishi kuandika kazi yake, kufananisha ama kutofautisha na kazi nyingine. Unapata mhusika ule mwandishi wa Tumaini ambaye ni Clara Muumanyi ameandika kazi yake akitumia mbinu ya nyimbo na pia mashairi ndani. Anatumia mashairi yake Robert Shaban. Pia ukiona Ephraim Kisilahabi, mtindo ambaye ameandika ni mtindo wa kidhanaishi, ama mtindo ambaye inaonyesha ya kwamba dunia ama maisha hayana maana na kwa kumkandamiza mtoto wa kike. Mtindo huo ambaye mwandishi Ephraim Kisilahabi ameweza kutumia. Pia nizungumzie kuhusiana na kigezo cha wahusika. Tunapata wahusika wamechorwa kwa njia moja au nyingine ambaye yanaingiliana pia. Katika Tumaini tunampata mhusika mkuu ni Tumaini ambaye ni msichana ambaye amejitolea muhanga kusoma kwa bidii na bila kuzuiwa na masuala ya kitamaduni kama kupashwa tohara na masuala ya kimapenzi anakataa. Lakini tunampata katika kitabu cha Rosa Mystica, mhusika Rosa anang'ang'ana kusoma, lakini anafika mahali anapotoka kimaadili na anajitoza katika masuala ya mapenzi, na bila shaka maisha yake yanapotea na mwisho anaweza kufariki vibaya. Pia kuna mhusika Masumbuko katika Tumaini. Masumbuko ni mtu mlevi na ni mtu ambaye anafuatilia sana masuala ya kuhusiana na tamaduni.
anamkandamiza mtoto wake wa kike kwa kumtaka kumuoza mapema na kumtaka kumpasha tohara. Lakini kule upande wa Rosa Mistika, mhusika Zakaria ni mlevi pia, na mlevi chakari, na pia anaonesha jinsi ambavyo anapotoka kuwatunza ama kuwalea watoto wake wa kike. Mhusika mwingine ni kuhusiana na Regina ambaye ni mke wake Zakaria. Ni mwanamke ambaye anakosa nafasi ya kumtetea mtoto wake ama binti wake katika jamii. Kwa hivyo nafasi ya mwanamke anaonekana amekandamizwa na hana sauti ya kumtetea mtoto wake. Pia katika Tumaini tunapata Amina ambaye ni mke wake Masumbuko, hana hata uwezo kumtetea binti yake ambaye ni Tumaini. Kwa hivyo wahusika wamechorwa kwa njia kama hiyo. Pia kuna wahusika kwa mfano Emmanuel katika familia ya kina Rosa, yeye ndio mtoto wa kiume wa pekee. Lakini unapata huku upande huu pia wa Tumaini tunapata Idi ambaye ni mtoto wa kiume wa kipekee, na wahusika wote wakuu ni akina dada na wote wawili ni vifungua mimba katika familia yawe. Jambo nyingine kuhusiana na fani nizungumzie kuhusiana na muktadha au mazingira. Unapata ya kwamba ndani ya Rosa Mistika mazingira ambayo imetumika ni kama kwa vile katika boma la kina Rosa, pale shuleni, sokoni na mengineyo wakiwa shuleni, na pia huku katika kitabu cha Tumaini muktadha au mazingira ni yale yale. Kwa mfano katika boma la mzee Shabani, katika boma la mzee Masumbuko, katika ofisi ya yule chifu ambaye anaitwa Chifu Andrea, kwa pia kuna shuleni katika chuo kikuu na mambo kama hayo. Kwa hivyo mandhari yamekuwa ya moja kwa moja ya kueleweka tu. Pia nizungumzia kuhusiana na lugha, jinsi mwingiliano matini. Lugha nitazungumzia kuhusiana na tamadhali za usemi na mbinu za uandishi. Mbinu za uandishi kama vile kinaya. Kinaya inajitokeza masuala kwenda kinyume. Kwa mfano, ni kinaya sana kuona Rosa Mistika anafika katika shule ya upili na anapotoka kimaadili. Pia ni kinaya sana kuona ya kwamba mzazi ambaye angefaa kumtetea mwana wake wa kipekee ama binti yake katika Tumaini, yule Masumbuko, anakosa na anamkandamiza mwana wake. Ni kinaya. Kwa hivyo kuna masuala kama vile jazanda imetumika. Jazanda ni mambo ambayo yamefichika, ambayo eleweki moja kwa moja. Waandishi wote wawili wameweza kutumia jazanda. Na pia kuna mbinu nyingine ya uandishi kama kwa mfano sadfa. Kuna taswira. Taswira ni jinsi picha anachorewa msomaji kupitia matukio mbalimbali. Na bila shaka nizungumzie kuhusiana na maudhui. Maudhui ni mengi tu ambayo yanaingiliana. Kwa mfano maudhui ya elimu, kuna maudhui ya utabaka yamejitokeza kote wawili, kuna maudhui ya mapenzi, maudhui ya ushirikina, maudhui ya uongozi mbaya katika familia, maudhui ya malezi, maudhui ya ndoa, na maudhui ya vifo tunapata katika Tumaini. Tunapata katika Rosa Mistika kuna watu ambaye wamefariki pale. Lakini uwe mwangalifu, uangalie kwamba kuna maudhui mengine ambaye haijajitokeza katika upande huu wa kitabu kingine. Lazima uangalie yale maudhui ambaye yamejitokeza kote kuwili. Kwa mfano utabaka kuna kote kuwili, elimu kote kuwili, usaliti, na lazima ueleze ni jinsi gani yameingiliana. Na pia nizungumzie kuhusiana na dhamira. Dhamira ni lengo au azma ya mwandishi kuandika. Unapata Ibn Kislahabi alikuwa na dhana ama lengo la kuonesha jamii ya kwamba katika jamii kuna watu ama katika jamii wakati mwingine maisha hayana maana kabisa. Tunamwona wale wahusika wengi wanafariki pale mwisho wa kazi ya riwaya yake Ibn Kislahabi. Lakini dhamira au lengo la mwandishi Clara Momanyi ilikuwa ni kuonesha jamii ya kwamba hata mtoto wa kike ana uwezo wa kuweza kufanya mambo yale yale sawa sawa na mtoto wa kiume. Pia kuna masuala ya usimulizi. Masimulizi ya moja kwa moja yanajitokeza nafsi ya kwanza, ya pili na ya tatu kwa njia moja au nyingine, lakini
lazima uwe makini wakati unaelezea kigezo hiko, kwa sababu lazima utoe idhibati. Naam, natumai ya kwamba kufikia pale yatakuwa mambo yamekuwa mubashara, na iwapo kuna mambo mengine muhimu ya kuzingatia, bila shaka mwanafunzi mwanafasihi ataweza kuchambua. Shukrani na kutakia kila laheri katika mitihani. Asante.